umefanikiwa kuiangalia? Sijaiangalia kikamilifu, nimepatia timu yangu waangalie vizuri so that they point out to me the salient issues, then I'll study them in detail in the next several days, and then I'll speak. Nitapeana msimamo wangu. But I have given my team that advises me on economic matters. They are looking at it in detail. Yeah, you know, the devil is in the detail. Kuna mambo mingi sana imefichwa, but just, you know, looking at the budget ya mwaka huu, President wants to kill devolution. Number 2, pesa mingi yameficha kwa security agencies na ndio hii anatumia kwa siasa. Hii mikutano yote unaona inaendelea ati ya mama mboga ya boda boda 10 million per meeting, hiyo ni pesa ya serikali na inatolewa na Ruto through the security agencies, National Intelligence Service and State Department of Internal Security. So tukiangalia budget ya mwaka huu, budget ya State House, ya President's Office, ya Internal Security, National Intelligence imeongezwa sana. Hiyo ndio pesa ya siasa ambaye rais anataka kutumia kufanya siasa naye. So ukiangalia mambo ya capitation, jana nilikuwa nasoma headline, walimu wakilia they are not able to pay bills because hawapati ile pesa ya capitation. Because pesa yote ya serikali inapatikana inapelekwa kwa siasa ya William Ruto ya kuonga watu. Juzi amekuwa Narok ametumia karibu 300 million kubeba watu, kupeleka watu kwa mikutano ndio wamsikize. Juzi alikuwa kwa mlima alitumia over 1 billion shillings kuhonga watu ndio wamsikize. So pesa kwa budget imefichwa katika security agencies ambaye haikuwa accounted for through the confidential votes of the security agencies. Hiyo pesa yote ni ya rais ya kufanya siasa. So department, Ministry of Education imenyimwa pesa, health imenyimwa pesa. So ni matatizo mengi sana tuko nayo. But as I have told you, dawa ni moja tu. Hakuna ingine. Ni one term. Hakuna, there is no other remedy. It's the problem we have as a country. There is only one remedy. In 2022, bia nikiulizia kitu ili influence kura za 2022 mulisema ni bottom up. Watu wa chini wapandishe waendelee. Nani ita influence hii kura inakuja? Hii kura itakuwa influence 1 na kukataa uongo. Itakuwa influence na patriotic leaders kuungana for the common good of the country. And thirdly and most important, the Gen Z factor. Hao watoto wa Gen Z watakuwa na ushawishi mkubwa sana katika uchaguzi ujao. Because these young men and women and girls are tribeless and they cannot be corrupted by anybody. Wakikubali wachukue vitambulisho na wajiandikishe kura, they will be very important. But the most potent and lethal will be the middle class. Najua ukiangalia uchaguzi wa mwaka jana 7 million people did not vote. That is the middle class. And they are regretting because now they are suffering. The middle class, the payslip holders have decided they are going to vote in this election. Because they have realized they cannot stay away from elections at waachie hii watu ya chini. Bad governance is affecting them and their livelihood and their businesses. So the middle class will play a very important role in the next election. And they will come out to vote. I'm listening to them. Many people are telling me, we never voted, we did not care. We thought tu ni mambo ya siasa tuachie nyinyi, sisi tufanye biashara, sisi tufanye mambo yetu. Lakini tumekuja kuumia out of the elections that took place and the leader who was elected, ameharibu uchumi, there is no money in circulation. This time we are going to come out and vote. So those are the 4 factors that will influence the coming election. Na so wenda kama mzangu. Yes, Excellency. Sasa